Shalom shalom kwa wapendwa wote katika Kristo, wa Roman Catholic, tumsifu Yesu Kristo, Waislamu pia asalamu alaikum. Huu ni muda ambao nimesimama mbele zenu, kwa majina naitwa Daudi, ama ukipenda unaweza kanita rungu la Bwana, pia nitaitika. Leo tutakwenda kujifunza somo ambalo linasema Mungu anapatikana sirini. Mungu anapatikana sirini. Hiyo ndio somo letu ambalo tutakwenda kujifunza. Somo hili litakuwa ndefu, lakini tutakwenda kujifunza kidogo kidogo kulingana na muda wetu na mazingira ambayo tuliomo kwa sasa. Yaturuhusu twende kwa kujifunza polepole ama vipande vipande. Hili somo watu ambao linalenga zaidi sana ni wale watu ambao wamekwisha kukata tamaa kutokana na masuala kumtumikia Mungu, ama wale ambao wamemtumikia Mungu vya kutosha na waoni mabadiliko yoyote, ama hawaoni faida zozote zile ambazo walizitamani ama walizihitaji ama wangeziona kwenye kumtumikia Mungu, lakini hawajaziona. Hili somo linawalenga kwa kuwatia moyo, kwa kuwafariji na kuwaamsha ili tena wazidi kuamka. Leo tu ni kukumbushana, huenda kuna baadhi ya mambo ama vitu ambavyo wanafanya ndio mposa wanashindwa kumuona Mungu ama kushindwa Mungu kuwatendea. Ndiposa tutakuja na somo ile ambalo linasema Mungu anapatikana sirini. Tutakwenda kujua sirini ambako Mungu anapatikana ni wapi, sirini maana yake nini, na namna gani tunaweza tukamwendea huko sirini ili na sisi tuungamanishwe pamoja na yeye. Bila kuponda muda ama kuchelewa, tutakwenda kujifunza. Tutaanza kwa kujenga msingi katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 na kushuka mpaka pale tutakapoishia. Ndipo tuanze kuchambua maandiko kwa kupata vidhibitisho ambavyo vinasema Mungu anapatikana sirini. Tunasoma Mathayo 6:5 katika jina la Yesu Kristo. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile nilivyokwisha kusema kwamba somo hili linasema Mungu anapatikana sirini. Na hapa ni mfano wa maombi ambako sirini Yesu alitaka kuelezea zaidi sana baadhi ya watu ambao wanamuomba Mungu kwa muda mrefu awatendee mambo yao, wanashindwa kutendewa. Kwa sababu gani? Kumbe malipo tayari kuliko Mungu awalipe, wameshalipwa na wanadamu kutokana na jinsi walivyofanya kazi. Yaani namna walivyofanya kazi, walifanyia wanadamu ndio waliwafanyisha kazi. Kuliko mwajiri ambaye ni Mungu ndiye wamfanyie kazi, wao kafanyia wanadamu. Na akatoa mfano mwingine kusema kwamba sasa wewe ukitaka ufanye kazi kwa Mungu na Mungu akulipe, ndiposa hii inalinganishwa sana sirini. Ni ya kwamba maisha ya kumtafuta Mungu kwa hali yako binafsi, kumtafuta Mungu kibinafsi zaidi sana, hiyo ndio tunasema sirini. Mungu anapatikana sirini. Ni muda ama ni maamuzi, ni wakati wako ambao wewe umeamua ya kwamba muda huu, saa hizi kwenye maisha yangu ndipo nitakuwa nikimtafuta Mungu kibinafsi. Hiyo ndio inaitwa sirini. Watu ambao walitenda mambo makubwa, walitembea na Mungu, siri hii walijua. Licha ya kuwa public, ya kuonekana watu kutenda vitu vikubwa, lakini kitu kikubwa zaidi sana, walikuwa wakitafuta muda wao kujitenga peke yao kwa kumtafuta Mungu kwa maombi, kwa kusoma neno na mambo mengine. Na hapo ndipo tunasema sirini. Yesu alikuwa akitenga mlimani kwenda kuomba, wakina Elia, wakina Musa. Hiyo ndio tunasema maisha ya sirini, na huko ndiko Mungu anapatikana. Na huko ndiko ukitaka Mungu ajibu yale ambayo unayataka,
jaribu kuishi maisha ambayo ni ya kumtafuta Mungu kwa wewe binafsi, bila kungoja kwanza mchungaji wako ndio atangaza kwamba Saturday tutakuwa na maombi, bila kungoja kwamba uhimizwe. Muda wako tu binafsi. Hauhitaji vikundi, hauhitaji nini. Vikundi ni vizuri, vinafaa kwa wakati wake, lakini kuna muda mwingine pia binafsi kumtafuta Mungu kivyako. Watu wengi wanashindwa kuimarisha mahusiano yao mazuri na Mungu, ndiposa tunashindwa kupokea kila ambacho Mungu anakilenga na anakitaka kwenye maisha yetu. Kwa hiyo somo letu la siku ya leo linasema Mungu anapatikana sirini, na sirini tumeona ni mahali ambako wewe mwenyewe unaweza kumshirikisha uwepo wa Mungu kwa kumtafuta kwa muda wako, kwa saa yako, na ukifanya hivyo utampata Mungu. Kwa hiyo huko ndiko anakopatikana. Kwenye Zaburi pia sura yake ya 91 inasema hivi: aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Unasikia? Aketie mahali pasiri pake aliye juu. Yaani Mungu anapatikana wapi? Sirini. Na hapo siri ndipo juu. Sasa ukitaka kupaendea wewe na umuone Mungu, kutane na yeye, ndio sasa huo muda wako binafsi. Tofauti na siku ya leo, Wakristo wengi tunamtafuta Mungu tu siku za Sunday, ndio unakunguta Biblia yako na wewe unaenda kanisani. Unangoja Saturday ndio siku ambayo umetangazwa mtakuwa na maombi na ibada, na wewe ndio hiyo siku ndio unaenda kumtumikia Mungu. Tofauti na siku zingine haupatikani, au mtafuti Mungu. Mungu anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Yaani kuna vipengele ambavyo inabidi umtafute ndipo umuone. Na ni wapi anapoonekanika? Ndio sirini. Na sirini ni muda wako wewe binafsi, ambao ni private, sehemu private ambayo hauhitaji watu wakusumbue, hauhitaji sijui hiki na hiki. Unatimiza mahitaji ya kila kitu, kisha unamtafuta Mungu kibinafsi. Kwa hiyo ndugu, ikiwa umemwomba Mungu muda mrefu na haujafanikiwa kwa kila ambacho ulikuwa ukikiomba, huenda mahusiano yako na Mungu bado hujayaimarisha. Kuna button fulani ambazo bado hujazibonyeza ili ujiconnect, ujiungamanishe pamoja na Mungu. Huko kujiungamanisha kwa njia ya maombi, kwa njia ya kusoma neno, kwa njia ya kupendeza Mungu, huku ndiko tunaita sirini. Yaani namna ya kuimarisha uhusiano wako baina wewe na Mungu. Hiyo ndio tunaita sirini, kwa sababu hiyo haihitaji kila mtu ajue, kila mtu aone. Ni muda wako tu binafsi tu. Hakuna mtu atajua kama unaombaga, hakuna mtu atajua kama unafanyaga nini. Ni wewe tu na Mungu wako. Hiyo ndio kufunga mlango. Unamweleza Mungu na Mungu atakwambia mambo mengi sana, na utaona majibu na matokeo. Kwa hiyo ilikuwa tu ni somo letu ambalo linasema Mungu anapatikana sirini, na hiyo ni part 1. Na part 2 pia itakuja hivi karibuni. Ila tu nje kuomba uwe mpole na mvumilivu, kwa maana somo hili bado ni ndefu, na tutakwenda kulichambua siku hadi siku mpaka likamilike. Naamini utakuwa umeshabadilika kabisa, na kila utakachokuwa ukiomba, naamini Mungu atakujibu kwa 100%, kwa sababu umezingatia kila kitu. Nitaweza kuomba tu video hii ama sauti hii, mahubiri haya ukiyasikia, pia jaribu kushare kwa watu wengine, na huenda kwa njia moja ama nyingine ikawasaidia. Ni mimi ambaye kwa majina naitwa Daudi, ama ukipenda Rungu la Bwana. Bye bye, see you once again.